kwa maelfu watu walikuja hapa wanapona, hata wafalme wanakuja hapa wanavuna nguvu, watu wanapata kila nguvu wanayohitaji, wanaponywa kiroho, kimwili, ya. Kwa hiyo ni eneo maarufu sana. Kwa hiyo unapotizama hapo, uko wewe unaangalia mahali maarufu sana penye nguvu ya asili ya kimungu, ambako panafaa kutembelewa, ukaja ukapona magonjwa, ukaja ukaona mandhari ilivyo nzuri sana namna hii. Si mandhari ya kuangalia kwa macho tu, lakini roho, nafsi, mwili unafaidi nguvu iliyo mahali hapo. Hapa historia inatuambia kwamba ni eneo la malaika. Kwenye asili sisi malaika tulikuwa nao. Sema neno kana tulikuwa tutumie neno malaika, tunaanza kutumia hilo neno, lakini malaika tunaposema ni roho wa Mungu akitenda kazi kwa njia tofauti tofauti. Mungu anatumia roho tofauti tofauti kutenda mambo. Sawa tunavyosikia watu wanasema malaika Gabrieli ndio mpasha habari. Kwa ina hapa na walikuwepo, lakini tunaambiwa watu walifika hapa, kila aliyekuja na tatizo lake aliomba likapona. Unafikiri imebaki historia kwa hapa au bado panaendelea kuwa hivi? No, nguvu bado zipo. Ukija umejiandaa, nguvu ipo. Unajua nguvu ni kama umefunika kitu kidumu. Lakini power iko mle, sasa unafunua. Kwa hiyo nguvu sio kwamba itakuja kuwekwa, hapana. Inafunuliwa na unafanya utaratibu. Sababu hata ukifungua kinywaji ovyo ovyo unakuta inamwagika yote. Usitikise. Kwa hiyo unaweka utaratibu, lakini nguvu ipo. Nguvu ya Mungu hayami. Sema matumizi yake. Na namna kujiandaa, ukajitakasa kiroho, then unakuja. Ndio. Unafikiri mila hii bado tunayo? Yaani tunayo au ndo maana tunaona bado mazingira sasa yamekuwa tofauti na zamani katika eneo hili? Ni sehemu muhimu sana. Na hili tutalipigia debe ya kutosha, kwamba uongozi wa kijiji ujue kwamba kuna treasure hapa, kuna mali kubwa sana hii. Kuna sehemu ziko humu Kagera ziko ambazo zinaendelezwa. Sasa hapa ndio kazi yetu si kufanya, kufungua watu fikra. Hapa ni muhimu sana. Wana kijiji wenyewe wanakuja kwa kutembea. Kwa hivyo watu wapajue, hata wenyeji wakitizama, wala kumbe sehemu ile tulikuwa tunapa basi wanasema tunapotezea tu. Unafikiri kuna haja ya kizazi cha sasa kuoneshwa haya ili pengine kuyadumisha na kuendelea kuwepo, yasije akashangazwa baadaye au kuharibiwa? Ni muhimu sana. Watu wanajua kwa sababu hivi vyombo vyenu vinaonyeshwa kwa vizazi. Wale wa vizazi vya kwetu, ngaje na sisi na mimi ni kizazi hiki, ikasema vizazi vijavyo vitaona, kwa sababu hii media ya digital hata miaka 100 wataona. Haja ipo kubwa, na tunataka vijana waone. Kama wanavyoenda kutalii sehemu za mbali, tunaona tunakutana nao sehemu mbalimbali, watu wanaenda. Sasa hii ya asili ni kwamba hawajui tu, vijana kwa wazee na watoto ambao mtatizama miaka hata 10 ijayo, mje sehemu hii ina nguvu ya kutosha. Umekuwa ukipigania historia ya Afrika, tamaduni na mila, lakini pia mimi nakuongezea kingine. Unapopigania vitu kama hivyo, tayari unatengeneza utalii vikiwepo. Unafikiri sasa ipo haja ya kuendeleza maeneo haya yakasaidia katika nafasi mbili, kiasili lakini pia kuendeleza eneo hili kitalii, kwa sababu tumeingia maeneo ya ndani kama anavyoona mtazamaji, maeneo ya kujifunza, maeneo ya kushangaa na maeneo mengine. Unafikiri kuna haja ya kuendeleza katika nyanja mbili hizi? Mimi sisemi kufikiri, nasema najua kwamba ni muhimu sana tuendeleze. Tourism ziko aina 3 muhimu au 4. Utalii, kuna utalii wa kiroho. Watu wanaokwenda mahali wanalipa hela kwenda Maka, wanaenda kutalii kiroho. Wanajua zile pesa hazijapotea, wanaenda Maka ambako Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwili wake ulizikwa. Anajua nikifika pale nitapata nguvu. Kwa hiyo ni utalii huo wa kiroho. Tuna utalii wa kitamaduni, kwamba hapo kuna utamaduni. Ukiangalia mambo haya ambayo hajajengwa na mtu, yametengenezwa na Mungu, ni utalii. Sasa kuna utalii wa traditional healing, utalii wa kiuponyaji. Mtu akija na shida zake na mazonge, anakuja hapa anapona. Sasa huo ni utalii. Mimi nasema siku zote watu wanaokwenda India huko,
India wanapata hela nyingi sana, wanaenda kutibiwa watu. Yaani utalii, hoteli zinajaa. Unaona, unaweza kuangalia tu swala la hospitali, lakini taifa lina pesa nyingi linapata. Kwa hiyo maana na wao wanahimiza watu waende. Kwa hiyo hapa kuna utalii wa aina zote hizo, spiritual, cultural na healing tourism. Furaha kwamba nimetembelea sehemu nyingine muhimu kati ya nyingi ambazo wanatembelea. Nilikuwa nayo najua kwamba hapa pana nguvu ya Mungu katika ile tunaita ufalme wa uumbaji ambao ni mawe, mineral kingdom. Kwa hiyo mawe haya yana nguvu na sio mawe ya kawaida. Na michongo unavyoona vyumba vilivyomo humu tulivyoingia ni sehemu za malaika mbalimbali. Ni sehemu patakatifu Mungu aliwekea nguvu. Palikuwa panatumika kama nini? Hapa palikuwa panatumika kama ni sehemu ambayo ni nyumba, tuseme kama ni nyumba. Kwa sababu zamani watu walikuwa wakiabudia kama hapa. Lakini nguvu zilizopo hapa unaweza ukaomba ukapata nguvu. Lakini ni sehemu ambapo ni patakatifu. Natakiwa hapa watakiwa watu ambao ni wabaya, ambao wanafanya makosa, ambao wana dhambi. Hapa ni patakatifu. Ukija hapa wewe ni unajua kwamba wewe ni ujawa, yani una makosa ambayo unajua kwamba una makosa makuu, ambayo unaweza kaona kwamba hapa mimi niko hivi, utaenda vizuri. Kiwa unajua unakuja kufanya nini hapa. Unakuja unatibiwa, unakuja hapo na unaweza ukakaa hapa kwenye ile jiwe. Hilo jiwe ulipokaa hapa ukaongea tu likasikika. Umetuambia hapa walikuwepo tuseme watakatifu. Ndiyo. Malaika walikuwepo hapa. Au malaika mlikuwa na uwezo gani wa kutafsiri kuwaona, ilikuwa likuja kujaje? Yaani mlikuwa na uwezo gani wa kutafsiri kwamba hapa kuna malaika? Unaonyeshwa nguvu zilizopo pale. Wewe ukizaliwa na ile nguvu unaonyeshwa kila kitu. Unaweza uweze kukanyaga hapa hujaonyeshwa unaenda pale. Kwa sababu hapa vitu vinafanya hivi vinapishana. Sawa? Hapa hakuna nguvu ambazo unaweza malaika wale ambao nimetangulia nasema kwamba zamani malaika walikuwa wanatembea kama ulivyokuwa unasikia kwamba malaika Gabrieli, si ndio? Alikuwa anaonekana wapo ambao walikuwa wanaonekana zamani, lakini sasa hivi hawaonekani. Sasa watu Mungu akawa na nguvu za watu anabebesha mimba, mwanamke anabeba mimba lakini amebeba na ile nguvu anazaliwa naye. Sasa yule mtu ndo atakutumika akizaliwa. Ndio kama ambavyo sasa hivi hatuna au malaika, lakini labda tuna wachungaji, tuna watu ambao wanaweza katafsiri mambo waliyofanya. Ninamaanisha hicho. Sasa wanaweza kwamba hao wanazaliwa lakini wanakuja kutafsiri yale ambao wangetafsiriwa na malaika. Wale ambao wako wale wa zamani walivyokuwepo, lakini sasa hivi watu kama hao wanazaliwa. Kwa sababu kila kitu ambacho cha kiroho unakuwa wewe unazaliwa nacho, ukikua unaendelea kwenye ile mistari walivyokuwa wanafanya wao, wanakuonyesha walivyokuwa naishi na walivyokuwa natibu, walivyokuwa naishi kwenye kitu kama hiki kitu kama hicho. Mnaendelezaje mila kama hizi? Tunajua wewe ni Mlangi, mmoja wa viongozi wa kimila. Mnaendelezaje mila kama hizi ili vijana wanaokuwa wakuwe wakijua kuwa hapa kuna nguvu ya asili? Ndio. Sasa tunaendeleza hivyo kwa sababu hapa tukiendeleza kitu kama hiki tutakuwa na vijana wazuri, watii, wachapakazi, ambao wanarudisha mila kwao, si ndio? Yani tutakuwa na wale ambao vijana ambao watadumisha asili yao, kwa sababu watakuwa wanaona kitu kama hiki. Sisi tunawashauri kwamba watu warudi kwenye mila zao. Sasa sisi kama Waafrika tutadumisha ile mila yetu na malaika wetu ambao wako ndani mwetu, ili sisi vijana wetu waendelee kuwa vizuri, watu hata wazee hata watu wote wakae vizuri. Ili eneo tofauti na kutumika kwenye asili watu kuja kuomba, lakini ni sehemu ambayo ina mandhari inavutia. Ukikaa hapo unajisikia kama unapumua hewa ya asili kabisa. Unafikiri kuna namna ambapo pia inaweza kusaidia kwenye swala la utalii kuwavutia watu kufika hapa? Ndio, kwa sababu mtu yoyote ule utalii itakuwa vizuri, kwa sababu
hapa mtu akifika hapa hata akitoka wapi. Sisi hapa kuna nguvu. Ukifanya hivi kuna nguvu. Ukifanya hivi ziwa. Unaona? Ukienda hivi kuna upepo mzuri. Ukifanya hivi kuna upepo mzuri. Hapa ni pazuri, hapa ni tiba. Kwa kila mtu. Hata kitokea wapi, hapa ni tiba. Kwa sababu hapa kuna mawe mazuri, hapa kuna ziwa hili hapa, huku hapa unaona kila kitu, unaona hapa utalii mzuri. Yes, nataka kufahamu. Nimejaribu kutembelea maeneo hapa. Naona kila sehemu kumeandikwa majina. Haya bila shaka ni majina ya watu wanaokuja kutembelea hapa. Hii ina tafsiri gani? Sasa hiyo ina tafsiri wewe kama wewe mwenyewe. Unaona ile kupenda kwako. Unaona kwamba nimefika hapa najitambulisha, lakini kama wewe yani ukupenda kwako sawa. Hebu nijitambulishe hapa, nilikuwa naumwa kichwa au nilikuwa hivi, nijitambulishe jina langu. Mungu ninayemuomba anisikie ili niache ugonjwa hapa. Kama unavyoweza kuingia kwenye ofisi ya mtu ukajitambulisha, na wao ndio wanavyojitambulisha. Ndio maana mmekuta haya majina. Unamaanisha kwamba ni kama unavyoingia kwenye ofisi ya mtu pengine ukaandika kwenye kitabu kwamba wewe ni mgeni na hapa ndio. Sasa ndio maana umeona kwamba watu wameandika hapa.